Askofu Profesa Moses Masamba Ntuka dini ya ACK Jumapili tarehe 12 Oktoba mwaka huu 2025 aliungana na waumini wa Dayosisi ya Mbeere kumshukuru Mungu kwa kutimiza muda wa miaka 17 tangu alipoitwa kuwa askofu wa dayosisi hiyo. Mama tu kuomba hii vision because inakuja iendelee. Na tumealika askofu Katite, askofu wa Malindi ataomba. Ibada hiyo ya shukurani ilifanyika katika kanisa kuu ACK St. Peter's Cathedral ya Kago, kiongozwa na askofu Ruben Katite wa ACK Dayosisi ya Malindi, ambaye alimpongeza askofu Masamba kwa kutimiza miaka 17 ya uaskofu wa Mbeere na kuwataka waumini kumpa ushirikiano. Naomba niulize, kwa miaka hii 17 wewe umekuwa faida ya namna gani katika uaskofu? Je, umekuwa mtu wa kuzalisha au umekuwa mtu wa kuchimba mashimo na kuzika hata vile vinavyozalishwa na wengine? Je, umekuwa mtu wa kuvunja moyo watu wengine na kuonyesha ya kwamba hakuna lolote la maana ambalo linafanyika katika uaskofu? Wewe uko hapa, wewe badala ya kuzalisha kazi yako ni kuzamisha. Tunapotafakari haya na kuangalia mengi makubwa na mazuri ambayo yametendeka katika miaka hii, Mungu atupe neema, wale wanaozalisha tuzidi kuzalisha. Mhubiri alikuwa askofu Josefu wa ACK Dayosisi ya Kirinyaga. Alitumia ibada hiyo kuwataka waumini kukumbuka mahali dayosisi ilipoanza na ilipo sasa, na kusema imepiga hatua kubwa za maendeleo. But it's also important to remember where we are coming from. Tumetoka wapi? And in this song, Deborah reminds herself wametoka wapi, kule wametoka. Verse 6, 7 and 8 is just a slight reminder of where they are coming from. So let me refresh our memories. What Deborah says. He says that where we are coming from a time of desolation. A time when things were not as good. This is what he says, verse 6. In the days of Shamgar the son of Anath, in the days of Jael, the highways were abandoned. Travelers took to weeding path. Wapita njia walikuwa wanapitia chorochoro. Chorochoro si njia za nyuma. Njia za huku nyuma. They could not walk through the pathways. Katika ibada hiyo ulizinduliwa mradi wa kilimo endelevu kwa usalama wa chakula, uwezeshaji kiuchumi na ustahimilivu wa tabia nchi AgriSave CR project kupitia ADS Mount Kenya East, pamoja na kuzindua mradi wa kilimo cha umeme wa jua Karula Solar Farm. In the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit, we launch this program and we pray that it will bring value to human existence in this region. In the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. And also, courtesy of Episcopal Relief and Development, today we launch a project called AgriSave CR. AgriSave CR is agricultural and sustainable approaches to food security, economic empowerment and climate resilience, which covers the Diocese of Mbeere, the Diocese of Embu, the Diocese of Meru, and the Diocese of Marsabit, with food security and livelihood diversification, with also economic empowerment, supporting our mothers with saving and education concept, and also cooperative model, where our farmers will come together and do aggregation and also sell their products to the right buyers. And also we shall have a climate resilience project where we support the watershed aspect and also address the rangeland and environmental issues within the area. I wish to congratulate Bishop Reverend Professor Moses Masamba for the visionary leadership that he has portrayed in guiding the church towards this cause. I wish to congratulate again the church at ACK Dayosisi of Mbeere for throwing itself into the ring and getting its hands dirty in this noble cause of developing this solar project. It shall go in history, or it shall go in history books, that this church, ACK Mbeere Diocese, was the pioneer in enabling energy access in the country. Askofu Profesa Moses Masamba Ntuka amesema baadhi ya mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha miaka 17 ya uaskofu wa Dayosisi ya Mbeere ni ujenzi wa jengo la kitega uchumi Sidom Plaza, kununua jengo la Missio Dei Plaza Embu mjini na kuanzisha mradi wa kilimo cha umeme wa jua Karula Solar Farm. Mimi
tufanye huduma pamoja. Yangu ni kusema asanteni sana, na yeye kwa Yesu awabariki sana. Mimi pamoja na wachungaji na parokia tumeleta kwa hii kadho 900,000. Ibada hiyo ilihudhuriwa na maaskofu, wachungaji pamoja na waumini wa dayosisi za Mount Kenya East Region. Nikiarifu kutoka hapa kanisa kuu Cathedral ACK St. Peter's ya Kago, jina langu naitwa Michael Woga.